Sasa leo ni lazima nikuue. Gifty. We Gifty. Mume wangu. Wema lakini. Nenda. Mbona kama upo sawa? Nimekwambia nenda, usichokielewa hapo ni nini? Hiyo si simu yako au? Unaenda wapi? Nakuuliza wewe unaenda wapi? Nenda pale kwa rafiki yangu. Kwani wewe jana nilikwambia nini na unafanya nini? Hivi wewe mtoto, hicho kiburi unakitoa wapi? Au ndio unanitafutia sababu nikupige nikuumize? Baba, mimi sio kama nina kiburi, lakini kila binadamu ana haki ya kufanya kitu chochote anachojisikia. Halafu isitoshe, mimi nishakuwa mtu mzima sasa, kwa hiyo nina haki ya kufanya kitu chochote kwangu ambacho naona ni cha msingi. Ni kweli wewe ni mtu mzima, ila utu uzima wako unautumia vibaya. Rudi chumbani. Nimesema rudi chumbani. Mchungaji, mume wangu amebadilika sana. Jaksi huyu wa sasa sio yule nilomzoea mimi.
Nahisi kabisa kuna kitu kinamsumbua kwa upande wake. Pole binti yangu, hizo ni changamoto za ndoa. Kwani hayo mabadiliko yameanza lini? Hii ni wiki ya 3. Mume wangu asikii hili wala lile kuhusu mimi. Sometimes hataki hata kuniona. Hiyo itakuwa ni roho ya shetani inataka kuwatenganisha. Ila nikupongeze kwa kuwa umekimbilia sehemu sahihi. Mungu ndiye aliwaunganisha. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kuwatenganisha. Leo jioni baada ya ibada nitakuja kuwatembelea nyumbani kwenu. Tufanye maombi ndani ya ndoa yenu ili pepo mchafu apate kutoka. Sawa mchungaji. Nitashukuru sana. Usijali, ni wajibu wetu sisi wachungaji, lazima tuhakikishe mambo yote yanakuwa sawa. Kwa hiyo jioni hakikisha mume wako anakuwepo. Sawa. Habari za asubuhi. Dada, mbona kusalimia halafu unanikalia kimya? Unamaanisha nini? Jamani, kwani kujibu salamu ya mtu ni lazima? Why are you talking like that? Kwani mimi na wewe tuna ugomvi? Au kuna sehemu yote ile ambayo nimekosea? Okay, fine. Natoka mara moja. Ila baadaye nikirudi kuna jambo la muhimu sana nataka nikushirikishe. Nishakukatia tiketi. Panga kila kitu chako. Kesho unarudi kwa mmeo. Baba, hivi kwa nini unapenda kufanya vitu vyako bila kunishirikisha? Simisha kuambia mimi Kenya sitaki kurudi. Kwa nini unalazimisha dadi? Wewe ni mke wa mtu. Haupaswi kabisa kuwa hapa. Nimesema kusanya kila kilichokuwa chako. Kesho kwako. For this is violation for human right. Unaninyima haki yangu ya msingi ya kumchagua mwanaume wangu ninayempenda. Hivi unajua ni mangapi mimi nayapitia kule? Unanikosea sana dad. Umemaliza kuimba hizo tarabu zako? Hapa simbi tarabu, bali nakwambia ukweli. Unanikosea sana, na kwa hili siwezi kukubali. Mwambie huyo mwanaume anipe talaka yangu. Mimi nimemaliza. Usipojiandaa utaondoka kama ulivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikusaidie nini? Samahani sana dadangu. Nimekufanisha na dada mmoja hivi anaitwa Light. Light? Kwani wewe na Light mna mahusiano gani? Ni rafiki yangu tu. Lakini vipi? Kwani unamfahamu? Hapana. Nimekuuliza tu. Maana inaonekana una shida naye sana. Yeah, ni kweli unachokisema. Ila wacha niendelee kumtafuta. Nitampata. Sawa. Uwe na mchana mwema. Okay. Thank you. Tisha! 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 Hivi wewe, hayo masikio yako umeweka pamba kwamba usikie? Naomba nisamee madam. Nilikuwa nakaanga mboga ndo maana. Kwa hiyo kama ulikuwa unakaanga mboga, ndio unashindwa kujua kinachoendelea huko nje ni nini? Yaani mlango unagongwa muda wote. Wewe umekalisha tu ile bicho lako huko ndani. Ulikuwa unataka mimi ndo nikafungue? Kamsikilize mtu nje huko. Mbona umekuja bila kunipa taarifa? Nilikupigia sana simu yako lakini ilikuwa haipatikani na ndio maana nikaamua nije. Because I have a special surprise for you. Lakini mpenzi, wewe unajua kabisa hapa sio sehemu sahihi ya mimi na wewe kukutana. Aya, kwa mfano sasa nimefumwa. Unahisi mimi nitajiteteaje? Sawa, nimekuelewa. Ila naomba unipe dakika 5 tu. Sawa, lakini ufanye haraka. Maana mimi bosi wangu akinikuta hapa utakuwa umeniharibia kila kitu. Okay, close your eyes. Open your eyes, my dear.
Wow, kipenzi changu. Habari yako? Nzuri, shikamoo. Marhaba. Wewe mtoto, umerudi lini? Hata kunipa taarifa kipenzi changu. Nimerudi juzi tu mama. Lakini pia umenisurprise. Lakini mbona kama uko sawa kipenzi changu? Una tatizo gani? Au kuna jambo lolote limetokea? Yaani mama, kiukweli mundani sio kwema hata kidogo. Na hivyo bora kabisa ulivyorudi, kwa sababu baba kila siku ananipigia makelele. Hataki hata kuniona. Anataka turudi Kenya. Nilijua tu. Yaani nilijua mwanangu babako yani ufiki hapa kwa hivi kipenzi changu. Nilijua itatokea tu hivyo. Ila kwa kuwa mimi niko hapa, usijali, mambo yatakuwa sawa. Tukae ili unielezee mchapo mzima, yani ilikuwaje, kimetokea nini? Sawa, tukae uweze kunielezea. Sawa my dear. Okay mama. Hai. I'm so proud of you. Lakini vipi bibi kwa kijijini? Anaendeleaje? Bibi yako anaendelea vizuri kabisa na anakusalimia. Wow. Yes. Nashukuru kama anaendelea vizuri. Maua kibao. Asante. Tukae basi kipenzi changu. Pokea pochi. Jaxi. Unaenda wapi? Na mbona unanipita kama unifahamu? Una kingine cha kuniuliza? Au umenisimamisha hapa ili uanze kuniuliza maswali yako ya kipumbavu? Mume wangu, kwa hiyo mimi kukuuliza unaenda wapi ni upumbavu? Hivi kwa nini unakuwa hivyo? Haya, kwa mfano ukaenda huko ukapata matatizo, mimi nitaanzia wapi kukutafuta? Leo sipo kwenye mudi ya kubishana na mtu. By the way, naelekea ofisini. Kuna kazi naenda kuimalizia. Asubuhi nimekuamsha twende kanisani, umesema umechoka. Alafu sasa hivi unaniambia eti unaenda kazini. Kwa hiyo nguvu za kwenda kanisani hauna, ila za kwenda kazini unazo. Hayo maswali yako ya kijinga, nitakuja nikupige nikuumize. Mungu mwenyewe alisema wanaume tutakula kwa jasho. Hivyo wacha kwanza nikatafute pesa, kanisani nitaenda nikishazipata. Hivi unataka Mungu akupe nini? Labda kuna watu hata hii nyumba yenyewe hawana, ila wanatenga muda wao wanaenda kanisani. Sembuse wewe. Lakini tuachane na hayo. Nimeongea na mchungaji, kasema baadaye atakuja, ila tufanyie maombi, hivyo usichelewe kurudi. Akija utamwambia nisubiri, lakini kama atakuwa na haraka zake, hizo sio shida zangu. Muda hautoshi. Nilikupa moyo wangu bila kubakiza, nikavua kinga zote nikajisalimisha, nikakuona kama pumzi yangu ya mwisho. Lakini leo naishi nikiwa mfu moyoni kabisa. Ahadi zako sasa ni sauti zinazoniumiza. Kila nikikumbuka kifua kinabana kinani.
Unanitisha. Kila siku inapofika, sioni mwanga nao na kiza. Hizi tabu nazopata natamani ziishe. Mama mzazi nishazika, aunti yangu ananitesa. Kutwa masimango, kovu jipya wala ngoji lipoe. Yani nahisi dunia imebadilisha mwelekeo.